Nilijifunza kutoka kwa mama mmoja. Mama huyo ambaye aliolewa miaka ya 40 na kitu huko. Mume wake na yeye wakiwa ni wapagani. Na yeye ameolewa akiwa ni mke wa pili katika familia ile. Mke wa kwanza amekwisha kuzaa watoto 2 na baadaye anaolewa akiwa ni mke wa pili, na baadaye mume anaachana pamoja na yule mke wa kwanza kwa sababu hawa wawili sasa wanakuja kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, wazazi wa mama huyu walikuwa ni waganga wa kienyeji, na kwa sababu hiyo walitafuta kila njia kumsaidia binti yao ashike mimba, lakini kwa miaka 10 hakuwa ameshika mimba. Baada ya kumjua Bwana wetu Yesu Kristo na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo na kujifunza na kubatizwa, mama ambaye hajui kusoma wala kuandika, lakini neno la Mungu likakaa moyoni mwake, likakaa ndani yake. Mama huyu akaamini alipoanza kusikia habari za Ana, bila ambavyo alivyomuomba Bwana amjalie kupata watoto. Mama huyu akaanza kuomba kwa imani ya kwamba unisaidia kupata watoto wa kiume 5 ambao mimi nitakupatia wewe wa kutumikia wewe. Amina. Mwaka wa 50 kuelekea mwishoni huko akachukua mimba. Baada ya hiyo miaka 10 akazaa mtoto wa kiume. Kamwita jina lake Joni. Akanyonyesha, miaka mingine ikaipita tena, mimba nyingine ya pili, kijana mwingine akazaliwa tena wa kiume. Akanyonyesha tena, baada ya miaka kadhaa mtoto mwingine wa 3 wa kiume, ndio mimi. Akanyonyesha tena, akapita miaka michache, akafikiri Mungu hajajibu maombi yake, akasema labda Mungu amesahau. Miaka 5, miaka 6 ikapita hivi, mtoto mwingine tena ya kiume. Mwaka wa 68 akafunga uzazi. Hakufunga kwenda operation, maana yake ni kwamba tu akazaa mtoto wa mwisho, na huyo ndio alikuwa mtoto wa mwisho wa kiume. Mungu akawa amejibu maombi. Watoto wangapi? 5 wa kiume. Mama asiyejua kusoma wala kufanya nini? Kuandika. Alikuwa na Mungu anayesikia na anayejibu nini? Maombi. Kwa hiyo nilijifunza kutoka kwa mama huyu. Mara baada ya kuitwa na Bwana mara ya kwanza mwaka wa 77, nikaenda chuoni mwaka wa 78, na sikumaliza hata siku moja, hata wiki moja, nikakimbia kurudi nyumbani na kuacha masomo yangu kwa muda wa miaka mingine 4. Huyo mama alikuwa ananishuhudia na ananiambia ya kwamba mwanangu, utarudi, utasoma na utaendelea kumtumikia Mungu, kwa sababu mimi niliomba nipewe watoto wangapi? 5. Kwa hiyo nikajifunza kutoka kwa mama huyu, nikasema ya kwamba kama Mungu anaweza kasikia maombi ya mama asiyejua kusoma wala kuandika, namna gani mimi ambaye ninajua kusoma na kuandika? Kwa hiyo nikasema ya kwamba kuomba itakuwa ni sehemu yangu ya maisha yangu, ya utumishi wangu, ya huduma yangu, ili kusudi nishuhudie matendo makubwa ya nguvu za nani? Za Mungu, ambayo anaweza kuwatendea watoto wake. Kwa hiyo Asa anatusaidia miongoni mwa watakatifu ambao tunawasoma katika maandiko matakatifu. Hajulikani sana. Labda tungeweza kuwajua hawa akina Hana, tungeweza kuwajua akina Paulo, akina Danieli, akina Mishaeli, vile ambavyo wanatajwa katika maandiko matakatifu walivyoomba. Mstari mmoja tu wa 11, maombi ya Asa yalileta mabadiliko makubwa katika taifa la nini? Sasa tumalize na mabadiliko hayo. Mstari wa 12 hadi mwisho wa sura hiyo ya 14 ya Mambo ya Pili ya Nyakati, anamaliza sasa matokeo
ya maombi ya Asa yalivyokuwa. Matokeo yake yalikuwa namna gani? Mstari wa 15 hadi mwisho wa sura hii ya 14 tunaambiwa, mstari wa 12 hadi mwisho wa sura hii tunaambiwa matokeo jinsi yalivyokuwa. Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda, na Wakushi wakafanya nini? Wakakimbia. Mstari wa 13, Asa na watu waliokuwa pamoja naye wakawafuata mpaka Gerari, nao wengi wakaanguka wa Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu waliangamizwa mbele za Bwana na mbele ya jeshi lake. Na hao wakachukua nini? Mateka mengi sana, wakaipiga miji yote kando kando ya Gerari, maana hofu ya Bwana ikawajia, nao wakaiteka nyara miji yote, kwa maana zilikuwamo ndani yake nyara nyingi mno. Wakazipiga pia hema za ng'ombe, wakachukua kondoo wengi na ngamia, wakarudi wapi? Yerusalemu. Haya ndiyo matokeo ya maombi ya nani? Ya Asa. Ushindi ulikuwa ni mkubwa kwa watu wa Yuda. Waliwashinda adui zao walikimbia, waliteka nyara watu na kondoo na ngamia na ng'ombe na vitu vyao na miji yao iliyokuwepo. Bwana aliwapa ushindi kwa maombi ya nani? Ya Asa. Maombi ya Asa. Kwa hiyo Asa anamfahamu Mungu anayemuomba, na sisi basi tuombe kwa Mungu tunayemfahamu, na huyu Mungu tunayemfahamu ndiye Mungu anayesikia na kujibu nini? Maombi. Kwa changamoto hii ya jirani, ni kuipeleka mbele za nani? Mbele za Bwana. Tusichoke kuipeleka mbele za Bwana. Anayemtumia nyuma ya jirani huyu ni nani? Ni adui. Ni adui. Joka, simba, baba wa uongo, mwizi na muuaji. Huyo ndiye ambaye tunaweza tukapambana naye, tukakabiliana naye na kumwambia Mungu, wewe unaweza ukatusaidia sisi. Unaweza ukafanya nini? Ukatusaidia sisi. Kwa hiyo tunaye Mungu tunayeweza tukamuomba, tunayeweza tukamtegemea. Nimewapatia mifano mingi, na mimi ninaamini huyo Mungu tunayeweza tukamuomba na kumtegemea anaweza akafanya nini? Anaweza akatusaidia sana katika maisha yetu, katika mahitaji yetu.